akadanganya mama mboga, watu ya bodaboda, viongozi kama sisi, akawadanganya. Tena akadanganya mpaka wale viongozi wa makanisa, mabishops, wale viongozi wa kanisa ambao walimsupport kabisa, akawadanganya. Ya mwisho alikuwa anasema hakuna siku kutakuwa na serikali ya nusu mkate, ndio Kenya kuwe na opposition ile inasimama imara, ndio Kenya serikali yake iwe inachungwa vile inatakikana. Juzi mumeona ame-invite opposition akaweka ndani ya serikali yake. Na sisi tunashukuru bwana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka sana, Mheshimiwa Eugene, pia Mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wote wa Azimio, wale ambao wamekataa kuingia kwa serikali ya Sakai, kwa sababu hawa ndio ambao wamesimama na wananchi. Juzi tumeona maandamano, mambo mingi sana imehappen hapa Kenya, Gen Z wakisema kufanya namna hii, na kila mtu anajua sauti ya Gen Z ndio sauti ya mababa zao na mama zao huko nyumbani, na walikuwa wanataka tu maisha iboreshwe. Na kwa hivyo wale ambao wameingia kwa serikali kutoka kwa ODM kwa Azimio wamebetray vile wananchi walikuwa na waamini. Na kwa hivyo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sikilia hapo, wewe ndio kiongozi wa macho ya mwananchi saa hii katika nchi hii. Na mimi nataka nikwambie kitu moja, wale wote ambaye tulikuwa tumeongoza kwa UDA wote wametoka kwa UDA. Usidanganywe na mtu. UDA sasa imebaki kafu. Ni viongozi tu wale wako kwa bunge na wale wanakula na Zakayo, hakuna mwingine. Hawa wote wananchi wako nje, mambo ya UDA wamemalizana naye. Ile kitu wanaangalia saa hii ni nani atasimama na hao. Na umeona juzi saa ile walipiga kura huko kama hapa Kiambu, hakuna hata mjumbe yoyote saa hii mpaka sasa anatembea Kiambu akiwa free, kwa sababu mwananchi anamngojea amnyoroshe, kwa sababu walileta wananchi chini kabisa. Walikuwa wameshashiba too much, wanajipiga kifua, wanatapikia wananchi. Kama hapa tuko Thika hapa, wanakuja na helikopta wakiwa wanapiga kifua, mpaka wakapiga kijana, wanapiga vijana risasi hapa, wanaua vijana kwa sababu ya kushiba. Na ni mjumbe amechaguliwa, wanapiga watu risasi hapa kwa sababu ya kushiba na kukula na kuiba ovyo. Na sisi tunataka kuambia Sakai, saa hii alidanganya watu ati amevunja cabinet. Cabinet tumeona vile amerudisha. Lakini sisi ambaye tumeshakuwa kwa serikali, mimi nilikuwa kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki wakiwa na Kalonzo Musyoka. I was an assistant minister. Sisi tunajua PS ndiye anatekeleza maneno ya serikali. Vile rais anataka, yule mwenye kutekeleza hapana waziri ni PS. Sisi tunamwambia kama wewe uko jeni Sakai, unataka kubadilisha hii nchi, wewe fukuza ma-PS, ulete ma-PS wapya, wale ambao watatenda vile mwananchi anajua na vile anataka. Hakufukuza hao. Hii changes yake ni cosmetic, ni ya kudanganya tu watu kama vile amezoea. Lakini tunataka kumwambia saa hii vile alikuja na Biblia, sisi tukamwamini, tulikuwa naona kama tunachagua malaika. Hiyo sasa yeye mwenyewe ametoa nguo, tumemwona uchi yake. Tumemwona ni mtu mrongo, ni mtu ambaye mwananchi hatakiri kuamini hata siku moja. Sasa ajue sisi especially watu ya mlima, tukiona Kalonzo Musyoka watu wajue sisi, nakumbuka yeye vile tulikuwa tumemuona, tunamuona akiwa kwa serikali ya Kibaki, akiwa vice president ya Kibaki, serikali ambaye inatambulika Kenya mzima ati serikali ilileta mabadiliko na ikaleta maendeleo. Sasa tukiona Kalonzo, sisi hapana tunaona mtu tu ambaye ni wa Wiper, ambaye ni wa Azimio, kiongozi wa Azimio. Sisi tunaona
kiongozi ambaye alifanya kazi ya maana sana na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Kibaki. Na sisi watu ya jamii ya Mount Kenya Region, sisi tunarudisha ile uhusiano wetu wa kutoka independence wa chama yetu ya Gema. Chama yetu ya Gema ile tulikuwa pamoja na jamii ya Wakamba. Hiyo ndio chama ile ambayo imesharudi. Na umesikia kiongozi mmoja hapa akisema hata hapa Kiambu wameanza kuchaguana kwa maoni kwa chama ya Gema. Sisi tunataka kuambia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na wengine wote wajue katika Mount Kenya Region, watu wote wamekubali turudi kwa ile muungano yetu ya Gema, tushikamane sisi wote ndio tuongee sauti moja na tuweke mkataba. Hakuna siku nyingine tunaenda kwa uchaguzi kuchagua mtu kiti ya rais bila kuandikiana maandiko na yeye. Ndio tujue sisi maslahi yetu ni hii. Waziri tutapata namna hii, mapiasi tunapata namna hii, na viti zote za serikali itagawa namna gani. Hakuna siku nyingine kama hii ya Zakayo tuliingia, kesho yake anaamuka analeta mawaziri wengine. Kesho yake anaamuka ati wanataka kufukuza deputy president. Na ni yule ambaye aliingizwa na serikali ile ambayo tulipigia kura. Kwa hivyo sisi next election lazima kwanza tunakaa chini na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka, kunakuwa na maandishi ambayo wananchi wote wa Mount Kenya watajua hii Gema yetu imeshikana namna hii na share yetu ni hii. Na kila mtu awe akijua, kwa sababu hatutaki mtu anaamuka asubuhi anasema hii, anapituka anasema hii. Alafu sisi tukikumbuka Kibaki pia, wale ambaye sisi tulikuwa kwa uchaguzi, tunakumbuka serikali ya Kibaki ilikuwa ni serikali ya kijana wa Marwa pia. Mkumbuke Kibaki alichaguliwa na muungano wa Mheshimiwa kijana wa Marwa, ndugu yake Eugene wa Marwa ambaye alifariki, alikuwa vice president kabla ya Kalonzo Musyoka. Hiyo watu wote walikuwa watu ambao tuliletewa. Hiyo muungano yote ya jamii mpaka ya Waluya tuliletewa na Mheshimiwa Kibaki. Na pia yeye bado ndiye alituletea muungano wa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Charity Ngilu. Si mnakumbuka? Hiyo ndio ile muungano sasa tunataka kushikamana naye. Kalonzo ndiye aliwachiwa, Kibaki alikuwa alienda, Mungu amuweke pale pema poponi. Sasa Kalonzo Musyoka aongoze muungano ile ambaye ilifanya Kenya hii ipate maendeleo. Na kwa hivyo watu wote wajue, ukisimama wewe ukiwa atuwe ni Mkamba na mwingine hata wale watu wa Mount Kenya, mjue sasa unasimama